Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja na somo linalotoka katika kitabu cha Danieli na fungu kuu ni sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa pili, na somo hili limeipa kichwa kinachosema kuwa Danieli katika kizazi chako, na tunaanza na sura hii ya kwanza mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akausuru. Kuusuru maana yake ni kuuzingira mji kijeshi au kuuteka mji. Tunaona hapa Nebukadneza mfalme wa Babeli aliuteka mji wa Yerusalemu. Maonyo haya ambayo yalizungumzwa au yalisemwa na Musa, huu ndio utimilizo wa maonyo juu ya Israeli. Tunaona hata Yeremia anamkumbusha Yuda, kwa maana mkizitunza sabato za Mungu na kuzitakasa, maana yake mji wa Yerusalemu ungebaki kuwa salama. Lakini pia tunaona maonyo yakirudiwa na Elia katika Nyakati wa Pili ile sura ya 30. Ukisoma tena katika Wafalme wa Kwanza sura ile ya 14 kuanzia mstari wa 4 pale, ukisoma tunaona maonyo yakirudiwa juu ya Israeli kama endapo wataiasi sheria au amri za Mungu, sababu ile ilikuwa ni hukumu ya Mungu mwenyewe juu ya taifa la Israeli au juu ya taifa la Yuda kutokana na uasi wao, na ndio maana Mungu aliruhusu mji huo kutekwa kwa sababu walihasi sheria ya Mungu, na huo ndio ulikuwa ni utimilizo wa unabii uliosemwa na Musa, uliosemwa na Yeremia, Elia, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata katika wakati tunaleta jambo hili katika wakati wa leo, katika maisha dunia hii ya leo, tunaona kwamba watu wengi wameingia katika changamoto mbalimbali ya kiuchumi, changamoto mbalimbali ya kiafya, changamoto mbalimbali ya mahusiano. Changamoto hizo, wameingia katika changamoto hizo bila kujua chanzo cha changamoto hiyo, ya kwamba ni kuasi sheria ya Mungu, ni kuto kushika sabato au kuzitunza sabato za Mungu, na kujua kwamba hii ndiyo kumbukizi ya uumbaji. Tunaposhika sabato tunakumbuka uumbaji wa Mungu, tunakumbuka kwamba Mungu alituumba na tunapaswa kumwabudu, tunapaswa kushika amri zake. Sasa tunapokwenda kinyume na amri za Mungu, matokeo yake sasa tunakutana na magonjwa. Mungu anatuacha, magonjwa yanatuingia, na shetani ndio anaachilia magonjwa kwa mwanadamu. Shetani ndio anaachilia changamoto za kiuchumi kwa mwanadamu. Mbinu ambayo alitumia Nebukadneza kuzingira mji ule kwa jeshi lake, ndiyo mbinu ambayo anaitumia shetani kumzingira mwanadamu ambaye ameasi amri ya Mungu. Maanake uwepo wa Mungu unapotoweka, shetani inakuwa ndio fursa yake ya kukamata. Na Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kuwa makini, kuwa makini katika kufanya ibada, kuwa makini katika kufanya maombi, kuwa makini katika kufundisha familia yako nyumbani. Fanya ibada nyumbani na familia yako na watoto wako, fanya ibada nao, wakumbushe kwamba Mungu yupo na sisi ni matokeo ya Mungu mwenyewe, alituumba. Kumbusha familia yako, najikumbushe wewe mwenyewe, mtu wa Mungu, ili usikutane na mtego huu kama mji wa Yerusalemu ulivyochukuliwa mateka na mamlaka ya Babeli, mamlaka ya kipagani. Tunaenda katika mstari huu wa pili. Mstari wa pili anasema hivi: Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake. Akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake,
akaviingiza vile vyombo katika. Kwa hiyo tunaona hapa Bwana akamtia Yoakimu mfalme wa Yuda mkononi mwake. Hii inaonyesha kuwa Mungu aliruhusu tukio hilo litokee ili kuadhibu watu wa Mungu na kuwafundisha kurudi kwake. Katia mikononi mwa falme za Babeli, falme ya kipagani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya ushindi huo, baadhi ya vyombo vya hekalu vilichukuliwa na Babeli. Vijana wenye akili na uwezo, wenye ujuzi wa hekima na maarifa walichukuliwa na Wababeli katika mikono ya Babeli, mikono ya mamlaka ya kipagani. Kwamba namna ambavyo Danieli aliadhimu kwamba sita unajisi mwili wangu. Alipata mafundisho bora kutoka kwa wazazi wake kwamba viko vyakula ambavyo vinaweza vikaunajisi mwili wake na viko vyakula ambavyo vinaweza vikawa bora katika mwili wake. Na tunaona katika Mwanzo 1:29 Mungu anampatia mwanadamu huyu aliyomuumba chakula ambacho kinamfaa kwa mwili wake, na mafundisho alipata kwa wazazi wake Danieli. Unaposoma hii Mwanzo 1:29 anasema Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Matunda yake ambayo yana mbegu vitakuwa chakula chenu. Tuna mbegu kama ulezi, mtama, mahindi, ngano. Kwa hiyo hivyo ndivyo vitakuwa vyakula vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipata maarifa juu ya lishe bora ambayo ingeweza kumfaa mwanadamu kwa afya yake, kuwa na akili, kuwa mwelevu, kuwa na hekima, kuwa na maarifa, kuwa na ujuzi. Kumbe inatokana na vyakula vilivyo bora, na ndio maana tutaenda kuangalia huko mbele namna ambavyo alivyomwambia mkuu wa matowashi Ashpenazi, namna ambavyo alimweleza ya kwamba alimuomba kwamba asingehitaji vyakula ambavyo vinatoka katika ile posho ambayo inatoka katika kwa mfalme, bali angemjaribu katika vyakula hivi vya mbegu. Rumi 12 mstari wa 2 anasema hivi, msifuatishe namna ya dunia hii. Tunaona Danieli hakufuatisha namna ya dunia, mienendo ya dunia hii, hakufuatisha mienendo ya katika falme ile, katika ikulu ya Babeli hakufuatisha. Yeye alikuja na mafundisho aliyotoka nayo nyumbani kwa wazazi wake, aliyofundishwa. Mungu akubariki mtu wa Mungu, na ikiwa mtu wa Mungu uwe kamili, uwe umekamilishwa na neno la Mungu. Na ndio maana neno hili katika Yohana 1:12 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu, ndio wale waliaminilo jina lako. Fanyika leo kuwa mwana wa Mungu. Bwana akuponye na kukupatia afya njema, akuinulie nuru ya uso wake. Tuombe. Bwana uliye mtakatifu, tupatie amani, tupatie kuelewa kwamba wewe ni Mungu utupendaye, tupatie kuamini ya kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa wewe. Tupatie kulishika neno lako na kuzishika amri zako, tukaishi sheria yako Baba na mapenzi yako, na hatimaye Baba utuepushe na kila aina hatari ya ulimwengu huu na kila aina majaribu ya ulimwengu huu, na utupatie riziki zetu za kila siku. Ni katika jina la Yesu Kristo, amen.